Dada, tumekuwa tukijifunza nguzo za wachungaji kulinyanyasa kanisa au kumnyanyasa kanisa. Baadaye tukafikia kubomoa hizo nguzo, lakini mimi hapa ninashangaa, sijaelewa kabisa tunaanzia wapi kubomoa. Mimi nashangaa, kwa mfano makanisa, ina maana makanisa yote haya yatabomolewa yote? Naomba dada nielewe. Jamani, mimi ninachojua Watanzania wote na wanajua hilo kwamba Biblia ni nguzo ya kanisa. Itakuwaje ivunjwe? Saidie baba. Lakini tuseme kwamba sio tu wa Tanzania, tuseme Wakristo wote. Amina. Wakristo wote wala tunaamini kwamba Biblia ni nguzo mojawapo ya nini? Ya kanisa. Sasa tumekuwa tukijifunza kwamba nguzo za wachungaji kulinyanyasa nini? Kanisa. Na tukafikia kwamba tuvunje nguzo za wachungaji kufanyeje? Kunyanyasa kanisa. Hatuvunji kimwili, ila tunavunja ndani ya moyo. Amina. Watoke watu kuamini kwamba kanisa ni jengo, kanisa ni majina kama tulivyozoea, bali kuamini kwamba kanisa ni mtu aliyeokoka, aliyetubu dhambi, aliyempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na huyo ndiye kanisa. Amina. Sijui nimeeleweka? Unajua mambo mengine kama alivyosema ni ya kuvunja mioyoni kuanzia sisi kwenda mbele, lakini mengine hata katika macho kabisa. Kwa mfano kama hayo madhabahu, ifike kipindi hata miaka 3-4 isiishe, yasiwepo kabisa hayo madhabahu wanayosema madhabahu ya Bwana. Hayo hayapo kabisa kwa sasa hivi haya madhabahu mpaka yaonekane kabisa kwamba hayamo kabisa kanisani hayo, maana hayo sio madhabahu. Ndio maana mimi niliwauliza kwamba mkawaulize baba zenu kwamba hivi katika Agano Jipya madhabahu imeandikwa wapi? Kwa hiyo ile itatoweka kabisa hata katika macho. Kwa hiyo ni katika macho, hata katika nini? Katika ufahamu.